Basi asante, naomba tutulie. Wacha nichukue nafasi hii washukuru wote ambao tumefika hapa leo. Leo ni siku ya maendeleo yetu watu wa South Mugirango, kwa sababu tuko na wanabiashara wengi wadogo wadogo, na hawa wanabiashara wangetaka msaada ili waweze kukuza biashara zao, kwa sababu tulisema wakati wa kutafuta kura, kazi ni kazi. Ni kweli si kweli? Si kazi ni kazi? Si ya saluni ni kazi? Si ya mama mboga ni kazi? Si ya bodaboda ni kazi? Ya mkokoteni ni kazi? Si kazi ni kazi? Mboga ni mboga? Si ndio tulisema wakati wa kampeni? Na kwa sababu kazi ile mtu anafanya, haijalishi ni kazi gani, kazi ni kazi. Tukasema hatutafanya vile wanasiasa wengine wanafanya. Wanasiasa wengi wanangojea mpaka siku ya kampeni, siku ya kutafuta kura, ndio wanakumbuka kuna mtu anaitwa bodaboda. Wanaenda wananunulia ule mtu ya bodaboda reflector jacket ya shilingi 100. Anamwambia nisindikishe niende mkutano ya siasa. Anampatia reflector, anamsaidia, anapata kura. Akipata kura anapotea, anangojea tena wakati wa uchaguzi yule mwingine. Si ndio watu wengi wanafanya hivyo? Wengine wanatafuta mama mboga, wana siku ya kampeni, siku ya kuomba kura, wanawanunulia apron ya shilingi 70. Wanamvalisha apron mama mboga, wanamwambia nisaidie nipate kura. Mama mboga anamsaidia, huyo mtu akichaguliwa anapotea, anakuja tena siku ya uchaguzi huyo mwingine. Sisi tumesema hapana, lazima tutembee na wanabiashara wetu wadogo wadogo safari moja, tuwasaidie. Hata kama hakuna kampeni, hakuna uchaguzi, tusimame na hao. Ndio siku ya kampeni ikifika, itakuwa rahisi kuongea mambo ya siasa, kwa sababu kuna kazi tumefanya, kwa sababu kuna vile tumewezesha mama mboga, mtu ya mkokoteni, mtu wa wheelbarrow, kinyozi, mtu ya saluni. Kuna vile tumemsaidia biashara yake ikapanuka wakati ya kukuwa na kampeni. Sasa hata tukipiga kampeni siku hiyo ya huko mbele, there is no problem. Mnanisikia watu wetu? Tutembee na wanabiashara wetu wadogo wadogo, ama tuwaachilie tungojee siku ya kuomba kura? Tutembee nao safari moja, tukiwasaidia wapanue biashara zao, waelimisha watoto wao. Si namna hiyo? Wangapi wanasema tutembee na watu yetu? Kwa hivyo hiyo ndio kazi imetuleta hapa. Watu wengi wanafikiri tumekuja hapa mambo ya siasa. That's not true. Kwa sababu siku ya siasa bado haijafika. Iko uchaguzi sasa hivi. Ikifika tutakuja kuomba kura as usual. Na sio ati hatujawahi omba kura siku nyingine, tumeomba miaka mingi. Miaka na mikaka. So there is nothing special about the next election. So for now tunataka tusimame na wananchi saa hii mambo yao. Kwa sababu wakati mmechagua hii serikali vile imechaguliwa, imekuwa ni serikali ya watu wote. Wale walipiga kura na wale walipiga kura mahali ingine. Kwa sababu ule amechaguliwa ndio kiongozi wa nchi. Rais William Ruto ndiye sasa kiongozi wetu kama nchi. Na ni rais wa Kenya. Hakuna mahali kwingine
mwananchi wa Kenya atatafuta rais mwingine. Kwa hivyo kazi yetu ni kusukuma mambo ya maendeleo usiku na mchana, kulia, kushoto, mbele, nyuma, juu, chini, paka mambo ya campaign ifike siku huko mbele. We have no time for side shows, for small politics, little things here and there. We have no time for those things. Wananchi, mnakubaliana na mimi? Tuendelee na kazi? Tuendelee na mboka? Are you sure? Seriously? Niseme hivi. Mnajua wale ambao wamekuwa marais Kenya hii, hakuna rais hakufanya mchango wake katika kuendeleza taifa la Kenya. Mzee Kenyatta, Mzee Moi, Mzee Kibaki, Mheshimiwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, hakuna mtu hakufanya kazi yake. Kwa hivyo jukumu ya rais wetu wa tano, Mheshimiwa Ruto, ni kuhakikisha mahali alipata nchi 2022 aisukume mbele. Ndio siku ile atatoka ofisini akistaafu, ule atachukua naye aendelee kutusaidia kujenga nchi yetu. That is how you build a strong nation. That is how you build a united nation. Kwa hivyo tuko na jukumu sasa hivi, kwa sababu tumekuwa mamlakani kama serikali kwa miaka 2.5. Lazima tutoe report card ya mahali tumefikisha mambo ya maendeleo. Zile ahadi tulitoa tumeifikisha wapi? Ndio vile tuseme ile imebaki tuwaambie bado tunashughulikia, because we still have 2.5 years to finish our commitments. Hatukusema ati ahadi ya siku moja ama wiki moja ama miezi 6 ama mwaka moja. Ahadi tulitoa 2022 to 2027 when the country will go to the next election. Nataka niseme ya kwamba 2022 mahali Rais William Ruto alipata nchi, tulikuwa tumepitia mambo machungu ya kiuchumi, sio kwa sababu ya kukosa bidii kwa rais mstaafu, ni kwa sababu nchi na uchumi wetu ulifungwa kwa miaka 2, takriban miaka 2, kwa sababu ya COVID-19. Nyinyi mnakumbuka corona? Mnakumbuka corona? Si ilimaliza mwaka na kitu, tukijifungia manyumbani, biashara zikafungwa, hakuna mtu anaenda kazi. Hiyo ndio iliharibu uchumi wa Kenya. Ndio unaona by the time mchague Rais William Ruto 2022, nchi ilikuwa katika hali mahututi. Uchumi wetu ulikuwa mahali pa hatari, kwa sababu uchumi ulikuwa umefungwa na maneno ya corona. Kama hakuna kitu kinaendelea katika nchi, hakuna biashara, hakuna kazi, hakuna mtu anafanya chochote, uchumi karibu usambaratike. Lakini Rais Ruto na hii serikali tumekazana na tumepata afueni kidogo. Hata kama bado hatujafikisha uchumi mahali tumetaka ufike, tumefanya hatua. Ni kwa sababu ule unga wa ugali ambao ni chakula inakuliwa katika almost kila boma katika taifa la Kenya, ilikuwa imepanda bei kwa sababu ya mambo ya corona, mambo ya kiuchumi. Ikafika 250 kilo 2 packet moja, 250 shillings. Rais Ruto ametoa fertilizer ambayo imepunguzwa bei. Fertilizer ilikuwa 7,000, serikali ikapunguza ikakuja 2,500. Ndio mkulima ajimudu kupata ile fertilizer, apande mahindi, apalilie. Leo hii miaka 2.5, ile unga ilikuwa 250, imeshuka kwa zaidi ya shilingi 100, iko 150 hapo, 145, 155, na tunakazana
ishuke hata zaidi, ifike 100 shillings. Nyinyi mnanisikia watu ya South Mugirango? Imeshuka kiasi, na watu wengi ambao ni matajiri hawaelewi mambo ya kushuka kwa bei ya unga by about 100 shillings. Wanaona ni kama mzaha, lakini kwa wakulima na watu mashinani, kushuka bei ya unga imefanya mzigo wa gharama ya maisha ipungue kidogo, na tunakazana hiyo bei ya unga na bidhaa muhimu ipungue hata zaidi. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Vile vile mnajua petroli ambayo ni mafuta ya petroli ambayo inaadhiri sekta nyingi sana za kiuchumi, ilikuwa imepanda ikafika 217 per liter. Over the last 2 years, the price of fuel has gone down gradually by a shilling, by 5 shillings, by 3 shillings, from 217. Now it's at 174 shillings a liter. It has fallen by 43 shillings. Inapunguza kiasi makali ya gharama ya maisha ya mwananchi wa kawaida. Vile vile shilingi ya Kenya ilikuwa nguvu imeisha kabisa. Ulihitaji shilingi 167 kupata dola moja. Ndio wale wanabiashara wanatoa bidhaa kutoka nje walete kuuza hapa kwetu nyumbani. Walikuwa wanahitaji pesa mingi kuleta container moja, na hiyo ita affect ile bei ya wachuuzi ambao wamenunua hizo vitu kutoka kwa wale wholesalers. Na jamii ya kwa Kisii ni watu ya biashara sana. Kwa hivyo, kwa sababu ili kuimarisha uchumi na kumudu bei ya bidhaa muhimu ambazo zinaagizwa kutoka nje, tumeshughulikia tukiongozwa na Rais William Ruto, shilingi ya Kenya imepata nguvu kiasi, kwa sababu dola moja 2022 ilikuwa shilingi 167, leo hii ni 128, 129. The Kenyan shilling is stronger today. Na vile ilikuwa inacheza imewacha, it is now stable, 127, 128, 129 per dollar for more than a year now. Kwa hivyo hiyo mambo yote tumefanya ili kupunguza makali ya gharama ya maisha kwa mwananchi wa mashinani. Jambo la pili, tukasema hivi wakati wa kuomba kura ya kwamba wananchi wengi katika Jamhuri ya Kenya ni wakulima, kama sio wakulima ni wanabiashara wadogo wadogo. Aidha mtu ni mkulima wa vyakula ama mimea, mfugaji wa ng'ombe ama mvuvi wa samaki. Watu wengi Kenya riziki yao inatoka katika hizo sekta maalum. Tukaanza safari ya kuboresha sekta ya ukulima. Ndio unaona tumezalisha mahindi ya kutosha, hakuna kuagiza mahindi kutoka nje, na bei ya unga imepungua. Lakini tukasema vile vile kwa ile cash crops ya miwa, kahawa, majani chai, tutafutia wakulima bei nzuri, ndio waongeze pesa mfukoni, ile tulisema kama watu ya Kenya Kwanza. Tumekazana katika miaka miwili ambayo imepita, bado tunaendelea kukazana kwa sababu tuko na miaka ingine 2.5. Kahawa ile tulikuta kilo moja mkulima anapata shilingi 50. Leo kwa sehemu ambazo zinakuza kahawa tunalipa 120, 130, 140, 150. Factory moja pale Nyeri imelipa 162 per kilo, from 50 to 150. Na najua sehemu nyingi Kisii na Nyamira zinaweza kukuza kahawa, si ni kweli? Endeni mtafute mbegu ya kahawa, mwanze
Kupanda saa hii ni miaka miwili tu na nusu. Mwanze kupata pesa mfukoni namna hii. By 2027 pesa itakuwa inanyesha. Ule ambaye hajapanda kahawa, enda utafute mbegu ya kahawa, upande saa hii. By the time tunaenda campaign, hakuna mambo ya kwenda kungojea kupata shilingi 100 kutoka kwa mwanasiasa. Mkulima atakuwa anacheka kwa sababu wako na pesa mfukoni. Wale wako na kahawa saa hii wanalipo 150, 160, 140. Na bado tunaendelea na hiyo kazi. Majani chai tulikuta average price ikiwa shilingi 44. Tumeisongesha kidogo, imefika average price 64. Lakini bado tunaisongesha average price ifike shilingi 100 kwenda juu. Maziwa ilikuwa inanunuliwa shilingi 33, 35. Tumeisongesha. KCC inanunua maziwa shilingi 50. Tunataka tuisongeshe ipande hata zaidi, ndio mkulima aendelee kupata manufaa ya ng'ombe wake wa maziwa. Ninyi mnanisikiza watu yangu ya Kisii? Watu ya South Mugirango mnanisikiza? Hiyo mambo ni mambo ya imafanya na hii serikali. Na mimi Deputy President, I am the chief salesman wa serikali. Nikisaidiana na rais, kwa sababu rais ndiye anasimamia kazi yote. Mimi kazi yangu ni kuuza programs na kuenda mahali imekwama na kuamua na tunaendelea. So that is the progress made in the agricultural sector. Ambao wakulima, watu wengi wako katika hiyo sekta ambayo nimetaja. Miwa ilikuwa biashara ya miwa ilikuwa imeharibika Western na Nyanza hapa. Lakini sasa tumefufua. Tumeanza na Mumias. Sasa miwa iko na pesa because we provided seedlings ya sugarcane na tukaweka subsidized fertilizer. Tukafukuza makatelos wale walikuwa wananyanyasa wakulima. Wakati rais alisema mambo ni matatu. Sasa hao makatelo wamepotea. Sijui wamehama Kenya. Sijui wamekoma hiyo kunyanyasa wakulima ama lakini bado hawajaenda ile safari nyingine. Sasa tumefufua Mumias, tunafufua Sony Sugar, tunafufua Moroni, Chemele, Nzoia na tunaendelea. Kwa hivyo for the first time we are almost closing in on the sugar deficit in the country because we produced last year 850 metric tons against the national demand of 1.1 million metric tons. Kwa hivyo tunasonga vizuri. Ile factory imefufuliwa. Wakulima ambao wako wamelipwa na serikali ya William Ruto. Zile factory ilikufa, sasa tumeanza kugurumisha. Wafanyikazi wamelipwa. Mpaka for the first time tangu miwa ianze kupandwa Kenya in 1922, sugarcane farmers today are getting bonus kama watu ya kahawa na majani chai. That is how you build a nation. That is how you build a country. And that's how you build an inclusive economy with shared prosperity. Vile vile tukasema jambo la tatu. Wanabiashara wengi ni watu warejareja biashara ndogo ndogo kama ambao tuko nao hapa leo.